na atakayejitokeza kwa watu akaanza kuwatisha, sawa, akawaambia maneno ya kishenzi, maneno ya kutishia watu kwamba sisi tutakinukisha, sina maneno kama hayo, kwanza usitutishe kutuambia utakinukisha. Wewe nani mpaka ututishe hivi? Hakuna mtu yoyote mwenye mamlaka ya kututisha wa Tanzania, awe ni chama tawala au chama kipya, hana mamlaka ya kututisha wa Tanzania. Hii ni nchi yetu na sisi ndio wenye nchi na sisi ndio ambao tunamiliki nchi. Kwa sababu kwenye utawala hawezi kukaa watu wote kwenye utawala na kama mtu mmoja tumempa nafasi Mama Samia kapo juu tusimamie mambo yetu, sio wengine tunafanya shughuli nyingine huko. Wa dini wanafanya shughuli za dini, wa kilimo wanafanya shughuli za kilimo, wa taaluma wanafanya shughuli za kitaaluma, maana watu wa uchumi wanafanya shughuli za uchumi, kila kitu kikae kwenye njia yake, sawa? Na mtawala anakuwa mmoja tu. Yule mmoja tumemteua akae pale aendeleze yale ambayo yanahusiana na utawala na sisi tuendelee na shughuli nyingine. Tumeelewana vizuri? Atokee mtu aseme hakuna. Wewe nani? Kwa munasaba huu mimi naamini kabisa tulisema mengi mno kabla ya Oktoba 29. Tulisema mengi mno, na lau kama maneno yetu yangeeleweka yasingetokea yaliyotokea. Na leo tunasema tena tarehe 7 mwezi wa 7 hakuna maandamano. Tunasema hakuna maandamano kwa sababu hizi mbili. Sababu ya kwanza, maandamano haya yapo nje ya sheria ya nchi na vyombo vya ulinzi na usalama vimepiga marufuku maandamano haya. Na hasa kwa kuzingatia kwamba watu wote ambao wanahamasisha maandamano hapo ndani ya nchi, na wao hapo nje huko hatujui ni nani aliyowaambia watengeneze maandamano, alafu wanaokuja kuathirika ni Watanzania wenzetu. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hakuna maandamano kwa sababu Watanzania hawataki kuandamana. Yaliyotokea Oktoba 29 yanatosha. Watanzania hawataki tena kuandamana. Na wataka kujua ukweli wa ile, hebu angalia hizi video ambazo zinatumwa na hawa wahamasishaji wa maandamano, alafu soma zile comment za chini. Atakao utawadanganya watu kwamba wanao comment hawa ni watu wa chama tawala, atakao utawadanganya. Yaani comment zote zina mlengo mmoja. Ina maana watu wote wanao comment ni wale ambao haiwezekani watu wote kusanyika katika nini. Lakini ukweli wanao comment ni Watanzania ambao wanasema hatutaki maandamano, hatutaki. Zinatengenezwa video za kipumbavu, anatolewa mwanajeshi mmoja mwenye manyota na nini, anaonekana tiendo, anasema AI hiyo, anasema kwamba kwa masia wa Tanzania sisi jeshi pia tutakuwepo. Jeshi lipi? Zia kwenye maandamano kipuuzi kama hivi. Jeshi lipi? Hata nchi ya Kenya ambayo inavurugu kila uchao unavurugu. Umeshakuwa na jeshi inashiriki kwenye vurugu. Kadhia ya jeshi kusaliti katika utawala na jeshi kupindua nchi, ili kadhia ambayo inakuwa inatengenezwa na jeshi lenyewe. Sawa, kuna baadhi ya nchi hizi za katikati hapa katikati imeshuhudiliwa wananchi wameandamana, jeshi limeunga mkono, kwa hiyo wamempindua rais. Sawa, ni nadira kalmaadum kutokea vitu kama hivyo. Lakini mimi nawahakikishieni kwa Utanzania wangu na umri wangu niliokuwa nao, hilo jambo Tanzania ni ndoto. Eti itokee jeshi linapindua nchi alafu au wananchi wanaandamana jeshi linaunga wananchi, hilo jambo Tanzania ni ndoto. Na mkitaka kuniuliza nitawajibu sababu yake. Kuna vitu ambavyo vipo kwenye nchi za wenzetu ambavyo hivyo vinahamasisha wananchi dhidi ya watawala. Vitu ambavyo Tanzania hata harufu yake havipo. Miongoni mwavyo kuwepo na mkwamo wa kinchi ambao mtu akihitaji huduma yoyote kutoka serikalini hapati huduma hiyo mpaka kitu kama hicho Tanzania bado haijafikia. Na jambo la pili, kuwepo na mkwamo wa kimaisha kuanzia kwenye chakula, tiba mpaka masomo na nini. Ikawa kuna mkwamo kwamba Watanzania hawapati haki hizo. Hasa tuanze kwenye chakula. Mtanzania umwambie andamane wakati ametoka kula ugali wake na dagaa ameshiba, naambia nenda kaandamane. Hawezi akaandamana Mtanzania kwa kama hiyo. Yanapotokea ushawishi mkubwa mzito na baadhi ya watu wakaingia kwenye ule ushawishi, wanapokwenda kuandamana kama ilivyotokea Oktoba 29, walichokuta nacho mtaani hawarudi tena kuandamana mara pili. Kwa nini? Kwa sababu nature wa Tanzania hawakuzoea kuona mtu anapigwa risasi hadharani. Hawakuzoea kuona hivyo. Kwa hiyo ilipotokea matukio kama yale, watu wamepigwa risasi hadharani, alafu ikaonekana kwamba nchi imefungwa. Una kila haja, unataka kwenda dukani, haiwezekani. Watanzania hawataki tena maandamano kama haya. Lakini jambo la pili au jambo jingine, wanaandamana kwa lipi? Yaani what is next? Yaani tunaandamana afu baada ya maandamano tunazalisha kitu gani? Yaani mfano tujalie Mama Samia na chama chake na watu wake wamefanya waliowafanya. Sisi tunaandamana kwa sababu tunapoandamana tutampindua yeye, baada yake atakaa mtu aliyekuwa bora kabisa. Lipo hilo? Huyo mtu yeye nani? Yaani huwa watu wanakuwa na hope ya kuandamana kwa sababu wanasema badala yetu ya huyu ni huyu.
Mtu mjaribu kafanya ni mzalendo ana nguvu na nini. Huyo mtu mwenyewe nani? Nitajeni. Tusiseme sisi, waseme wao. Kwamba Watanzania wanataka badala. Badala yenyewe iliyoandaliwa hivi. Yule bwana alipo jela aliwahi kuwa mbunge. Wananchi wake wakati akiwa mbunge wamenufaika naye nini? Ili waseme wao kama mfano kwamba bwana huyu jamani kiongozi bora. Hebu angalia alipokuwa mbunge aliyowafanya. Aliwahi kuwa rais wa nani sheria TLC. Aliwahi kufanya kitu gani ambacho watu wote wakavutika sema huyu ni kiongozi shupavu. Cheke alipokuwa mwenyekiti wa TLC. Alifanya 1 2 3. Kipi? Kwa hiyo hakuna mtu wa mfano ambao kwa mfano wake watu watasema kwamba sisi tunataka kumtoa Mama Samia baada Mama Samia yupo huyu fulani. Yupi? Kwa hiyo kama kuna watu wana ndoto kama hizo, kwanza waandae watu ambao wanaweza katosha. Ambao watu wote wanaona kwamba bwana kwa huyu anafaa kuliko huyu aliyopo madarakani. Mtu huyo Tanzania hayupo. Na kama atakuwepo kwenye kijani na njano. Si tuelewana? Ukisema unataka badala ya hawa watu wanaonekana kwa macho, hiyo badala haipo. Yawezekana watu hao wanaonekana kwa macho wakawa ni dhaifu zaidi kuliko wale waliopo. Nani anakubali kucheza kamali kama hiyo? Si tuelewana? Sasa wenzenu hao ambao wanafanya mapinduzi kama hayo, ni kweli wapo bega kwa bega na hao watu. Wa South Africa waliweza kupindua kwa sababu Mandela alikuwa ni mtu kweli. Na angalia baada ya kutoka jela Mandela akachukua madaraka, hebu angalia nchi ilivyopiga hatua. Kwa hiyo alikuwa ni mtu sahihi kweli. Unasema huyu Frederick de Klerk atoke akae pembeni, aingie Nelson Mandela. Alikuwa ni mtu kweli. Sasa Tanzania nani? Yale. Unaweza ukamtoa anayetuhumiwa kwenye wizi akaingia jambazi. Yaani aliyopo anatuhumiwa wizi, atakayeingia atakuwa nani? Jambazi kamili. Unaweza kumtoa mtu ambaye unasema ni goigoi, atakayeingia atakuwa mlemavu kabisa. Kwa hili ni jambo la mwisho ambalo yani kwa picha ilivyo kwa Watanzania hawezi kufanya hiki kitu kwa sababu hakuna badala iliyokuwa inatia matumaini. Maandamano tarehe 7 mwezi wa 7 hayapo. Kwa sababu baada ya Oktoba 29 ilitajwa tarehe ngapi? 9 Desemba itakuwa vurugu. Ilikuwepo. Kuna kitu chochote ambacho kilifanyika? Baada hapo kasemwa mwaka mpya, si ndio? Hamna kitu kilichotokea. Baada hapo ilisema Christmas, si ndio? Siku ya Christmas kilitokea kitu. Kwa wameendelea kubadilisha tarehe na bahati mbaya hao wanaoongoza kampeni hii hawajajitathmini vizuri. Na waambieni, mimi ni mtu ambaye nafuatilia sana hivi vitu. Heshima ya Mange Kimambi baada ya matukio ya Septemba 29, Oktoba 29 imeshuka mara 15.5. Yaani ile amana waliokuwa nayo watu juu yake, na hata alipokuwa anatoa zile klipu zake, zile comment za watu kuona huyu ni mkombozi. Baada ya matukio ya Oktoba 29 watu wamemuona afai. Maria Sarungi baada ya matukio ya Oktoba 29 amekosa wafuasi kiasi kikubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahisi katika ile Oktoba 29 kuna jambo la msingi litafanyika. Lakini kilichotokea, na wenye mamlaka yao wamechukua nguvu yao wa mamlaka, alafu watu wakapatwa na wakati mgumu sana. Hakuna hata mtu mmoja aliyoenda kuwatetea. Ni nani ambaye anakubali kusalitiwa afanye usaliti alafu naye asalitiwe? Na ishaonekana watu wamesalitiwa. Nani yupo tayari kufanya tena? Imeisha hiyo. Na sisi tunawapenda wa Tanzania. Na tunaipenda nchi yetu ya Tanzania. Na tunapenda hatua zinazopigwa kuelekea katika maendeleo ya nchi. Na tunapenda tutoe nasaha kwa wale ambao wamepewa madaraka, sehemu zile ambazo wanakosea tuwape nasaha. Lakini tunayakini kabisa kwamba hakuna mkamilifu. Al-kamalu lillahi. Kila mtu ambaye atakaa kwenye madaraka yale atakuwa na changamoto moja au nyingine. Na sisi katika mifumo yetu ya dini tunahusia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla nunazi'a al-amra ahlahu hatta narau kufran buwahan. Tusimvue mtu kwenye cheo chake mpaka tuone ukafiri wa wazi. Indana min Allahi ta'ala fihi burhan. Tukawa sisi tuna hoja mbele ya Allah tabaraka wa taala, tutakwenda kusimama mbele ya Allah kwa hoja hiyo kwamba sisi tulimtoa kwenye madaraka kwa sababu ya hoja 1 2 3. Haya ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Khabbab ibn al-Arat ndani ya sahihain, alla nunazi'a al-amra ahlahu hatta narau kufran buwahan indana min Allah ta'ala fihi burhan. Wanawazuoni wakaweka kigezo kingine baada ya kuwa na hoja mbele ya Allah ya ukafiri wa wazi, wameweka kigezo kingine kwamba pale mnapokwenda kumtoa mtu kwenye madaraka yake muwe mna uwezo wa kumtoa. Sio muende pale mkasukamane alafu mkashindwa kumtoa, madhara yake yanakuja kutokea ni makubwa sana. Pamoja na kwamba tumeona ukafiri wa wazi kwake,
lakini tu tuna nguvu ya kwanza kumtoa. Sio tunaanzisha vurugu afu matokeo yake tunafanya vurugu na kumtoa tumtoe. Madhara atakayokuja baada hapo atakuwa ni makubwa. Na haya ndio ambao wanaonekana yule bwana mkubwa kule ndani aliko anasema kwenye kesi yake ya juzi hapa mahakamani, anasema anaomba anyongwe. Sisi tunasema hivi, hii kunyongwa bado. Hiyo kuomba kunyongwa bado. Kwa yale wanaojua waliopo kwenye vyombo vya ulinzi na usalama na wenye mamlaka ya nchi, wanaojua kama sio kuogopea diplomasia ya kimataifa wangemnyonga kweli. Ile ripoti ya Mzee Chande, kuna watu wasema tunataka ripoti iwe wazi. Ripoti sio rafiki kuwa wazi. Ile ripoti sio rafiki kuwa wazi. Hii ni nchi, sio kijiwe. Sasa kuna wakati nchi inaongozwa kinchi. Watu wengi wanajiuliza mbona utekaji unaendelea? Hivi naulizeni nini? Kwa jeshi na mamlaka zote za polisi pamoja na mahakama na kila kitu, wameshindwa kabisa kudili na watekaji. Sisi wa Kongo kwenye nchi tunapitia mengi, tunajua wenyewe wenye nchi ilipokuwa wanakutana na watu ambao ni vikwazo kwao. Ulizeni Kolimba ilitokea nini, Dr. Omar Alijuma ilitokea nini, Kigoma Malima ilitokea nini, na wengineo wa mfano kama huo, walipojitokeza kuwa ni vikwazo katika mamlaka, yaliyotokea yanajulikana. Ama kutuletea mbinu ya kuteka mtu ambie eti mamlaka za nchi ndio zinateka, mimi bado hamjanishawishi. Na nahoja kwenye hili, kama nitatoka kwenye membari hii ya dini nikazungumza kwenye membari za kisiasa au nikawa mwanasiasa, na mengi ya kusema, ama makamu ya membari ya dini hairuhusu kusema hayo. Lakini mchezo mchafu unaochezwa, lau kama nchi singekuwa ni nchi, ingekuwa tu kijiwe cha kushindana baina wao na hawa, yangesema mengi sana. Lakini kwa sababu ni nchi na inachunga diplomasia, inachunga ule uhusiano wa kimataifa, kuna baadhi ya vitu havifai kusemwa hadharani, sababu si bado tunaendelea kutangamana na watu. Utasema alafu utaleta mkwamo wa nchi na baadhi ya watu, itakuwa sio maslahi. Na hii nchi ni ya kwetu sote. Alafu sisi tunaona tumekaa hapa tunafanya darasa, tunaulizwa kitu gani? Nchi ilipokuwa uhuru, siku ya Ijumaa kuna dada mmoja yupo hapo barabarani anaweka spika zake hapa. Eneo hili lote ni eneo la Waislamu, wakazi wake maeneo 90% ya makazi yani Waislamu watupu. Mmoja anaweka hapa, mmoja anaweka pale mbele, wanaweka spika na zimefunguliwa, kila mtu anasikia kwenye majumba. Tunasikia utafikiri mtu anazungumzia hapa dirishani, ghorofa ya 5 huko tupo. Kwa adabu za Watanzania tuna uhuru wa kuabudu. Yule mtu abugudhiwi na mtu yoyote, yani hata mtu akuja kumfinya chini kwa chini hatokei, kwa sababu ni uhuru wa kuabudu. Na dini, serikali inaheshimu dini na inaheshimu watu wa dini. Chokochoko mnataka kutuletea baina Ukristo na Uislamu, ikawa viongozi wa dini wanajulikana kabisa hao ni viongozi wa dini, wao wanasimama kwenye upande fulani. Hii chokochoko hatuzitaki kwenye dini, kwenye nchi yetu. Kwa muda wote huu wa umri wa miaka 60 takriban, tumeendelea Waislamu na Wakristo na watu wenye dini nyingine ya Tanzania kuvumiliana mpaka hapa tulipo, ili kusudi kila mmoja aweze kuishi ndani ya nchi akijisi kama ni mwenye nchi. Sasa kuamua kwamba baadhi ya watu wameamua dini zao kuwa ni dini za chama fulani, hilo tulitaki kwenye nchi yetu. Mapema tu tangaza kwenye nchi yetu hilo litaki. Kuna watu wanadhurika kwa dini yao ya Uislamu na kuna watu wanadhurika kwa dini yao ya Ukristo, na Waislamu walipodhurika kwa dini yao ya Uislamu waliweza kuvumilia mpaka leo maisha yanaendelea. Mfano matukio ya Mwembe Chai mpaka matukio ya Uamsho kule Zanzibar. Je, nchi imeyumba? Ni kweli watu wa Uamsho wamekaa jela, wamenyanyaswa, wameteswa, lakini walipotoka wamerudi zao kwenye familia zao na kula zao ugali na maharage, maisha yanaendelea, si ndio? Mauaji ya Mwembe Chai, ameuawa mtu hadharani kapigwa risasi. Ponda Isaponda alipigwa risasi kule Morogoro. Lakini bado nchi haiko corrupt, nchi inaendelea kama kawaida, sababu watu wana heshima ya kuvumiliana kwenye nini? Dini. Leo ionekane kwamba mtu fulani amewekwa jela, alafu viongozi wa dini fulani ndio wanaonekana hapo mstari wa mbele, kana kwamba yule jamaa alikuwa atetea dini yao. Au kuna mpango mliupanga? Ile kukinukisha mlipanga nyinyi nini? Mbona mmewaka sana kwenye hili? Au nyinyi ndio mnataka kukinukisha? Sasa kama nyinyi mlitaka kukinukisha, wenye mamlaka yao wamechukua mamlaka yao. Tusalimiane na kila mmoja acheze kwenye nchi zake. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.